Hello. Kwa mara nyingine tena na kuletea tena tutorial. Tunaendelea na mwendelezo, na hii itakuwa episode ya pili. Kwenye hapo tulio episode ya 3. Yes. Kwenye hapo tulikuwa tunatengeneza ni hii ya betting tips. Naona patalishia hapa. Sasa nikasema tutorial inayofuata tutakuja kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukaboresha kidogo hapa muonekano wa tofauti kidogo. Umeona? Sasa mimi ninachotaka sasa, sitofanya kwa ukubwa, lakini nataka tuokoe time, alafu nataka nikuelekeze hapa. Taboresha hizi data hapa, zio zimekaa kwa muundo wa mabox kama hivi. Umeona? Zimekaa kwa muundo wa mabox kama hivi. Umeona? Alafu hapa hii ni button, maana yake mtu anaweza kucopy hapa, maana yake hapa ikae kama hivi. Umeona? Alafu hii tarehe na muda nataka vikae hapa katikati. Umeona? Vikae hapa katikati. Umeona? Vikae hapa katikati. Umeona? Tarehe na muda wewe nakaa kwa hapo, visikae huko pembeni. Umeona? Visio vinakaa huko. Nataka vikae hapa katikati. Umeona? Kwa hiyo sasa hivi tutakachoenda kufanya, tutaenda kutengeneza user interface, muonekano wa hii website yetu. Yani tunasema sasa, kama mtu ndo unatengeneza labda website, wanasema tunapangilia sasa CSS. Umeona? Kwa hiyo bwana, tutakuja kwenye app yetu ya Sketchware. Utafungua app yako ya Sketchware. Ibeti makini. Utaingia kwenye app yetu ya Sketchware hapa. Ukifika hapa kwenye list, nilikwambia utaibonyeza hii list. Alafu kisha bonyeza hiyo list, utakuja hapa alipoandika event. Hapa ameandika event hapa. Utabonyeza hapo. Kisha bonyeza hapo, utaingia hapo alipoandika ni bind hapa. Ni bind custom. Umeona? Kisha bonyeza hapa, itakuleta hapa. Sasa hapa ndo tunaanza kupangilia ile user interface. Utakuja kwenye block zako hapa. Kisha kuja kwenye block, utakuja kwenye hizi block za view hapa. Na block za view hapa, hizi za mwanzo ndo utaona zina setting color nini. Unaona hapa, mfano hii hapa view set gravity. Sasa itakuja hii view set color filter. Umeona? View set background color. Umeona? Sasa ile app yetu hapa background, unaona itakuwa transparent, anaita. Yes, transparent. Sasa hii nani, naona ni transparent. Kwa unaweza kubadilisha rangi kama unataka kubadilisha rangi. Kwa hiyo nitaacha hivyo. Tuwekee tu huku mwisho, tuwekee kona, tuiundie kama mfumo wa kadi fulani hivi. Umeona? Kona nini. Kwa kabla ya yote, kwanza tutakuja hapa. Nilisema nataka hii tarehe hapa, hii tarehe pamoja na muda vikae katikati. Kwa hiyo tutakuja kuviseti kwanza wenyewe katikati. Utakuja utabonyeza
hapa kwenye main.xml hapa, unaona, utakuja utabonyeza hapo, alafu utabonyeza hapa custom view, alafu utakuja utabonyeza hapa old list. Unaona, sasa hii text view inabidi ikae hapa katikati. Ili ikae katikati nafanyaje? Utabonyeza ile eneo hapa, utabonyeza ile eneo hapa utapabonyeza hapo. Umeona, ukishapabonyeza utaona hiyo text view imebebwa na line namba 2. Hii hapa jina lake la imebebwa na line namba 2. Sasa hii line namba 2 utakuja hapa kwenye basic, utabonyeza hapa kwenye basic. Umeona, alafu utatafuta hapa ulipoandika gravity. Unaona hapa, hii hapa gravity, utabonyeza hapa gravity, hapa kwenye gravity. Sasa hapa kwenye sketch ile nyingine bwana, utaweka tu iwe center. Utaona kuna niangalie kama niliinstall, kama unatumia ile sketch nyingine. Kama unatumia sketch ile ya zamani, utabonyeza center horizontal, center vertical hapa hivi, center horizontal, center vertical. Umeona, hapo utabonyeza select. Unaona imekuja hapa katikati, ndio kitu nilichokuwa nakitaka hapa, alafu utasave. Sasa mimi hapa na sketch ya 2 kwenye hii simu, yani na search sketch nyingine, na sketch ya 2. Unaona kuna hii hapa nyingine. Kwa hiyo nikija kuifungua hii nyingine hapa, hii ni vision hii ya sasa hivi walioitoa jamaa, ni vision mpya hii ya sasa hivi. Kwa hiyo nikija hapa hivi huku watu kusave, ngoja tu save hapa, hapo to load hapa. Nikija kwenye sketch ya, nikija hapa kwenye basic, nikija hapa kwenye gravity, naona hapa ndo nilikuwa nataka kuambia hichi kitu hapa. Hapa kwenye gravity unaona kule tuibonyeza center horizontal, center vertical, lakini hapa unabonyeza hapa alipoandika center. Umeona, kama unatumia sketch hiyo ambayo utakuta na muundo huu, utabonyeza hapa alipoandika center. Umeona, hii nyingine, hii sketch ambayo naitumia hapa muda huu haina hicho kitu. Umeona, ukiingia hapo kwenye sketch ukija hapa kwenye basic, kwenye gravity hapa utaona hamna hicho kitu. Umeona, ile neno center halipo. Kwa hiyo ndio maana nikachagua hapa center horizontal, center vertical. Lakini ukiwa na ile sketch ya nyingine, hiyo ya vision mpya, ile ni vision 7.7.0 kitu kama hicho. Umeona, utabonyeza alipoandika center. Lakini kama unatumia sketch ya zamani, umeona, utakuta ipo hivi, bonyeza kama nilivyoweka mimi hivi, center horizontal, center vertical. Maana yake hapo unakuwa umepangilia hii text view ikae center pote. Umeona, yani horizontal, vertical, pote iwe center. Umeona, ndio maana ya hii hapa. Kwa baada ya hapo sasa utarudi hapa kwenye ile list, utakuja hapo kwenye event on bind custom. Umeona, sasa hapa ndo utarudi kuanzia block sasa za view. Unaona, nisema background color, nisema tutaacha ile. Umeona, au unaweza kubadili, mfano tutumie background color tuweke tu vile vile ile transparent. Umeona, sasa mimi nitakuja tachukua
hii hapa block, utaiona imekaa mwisho mwisho hapa, yani isonte kabisa, unaiona hapa. Utachukua hii block hii, chukua hii block hii, ni ya mwisho kabla hujaingia kwenye hizi block za wide gate hapa, umeona. Sijajua ni ile sketch ya nyingine ipo kwenye nani gani. Kwa wewe ukiangalia tu ukisoma hapa utaelewa. Kwa na kule utaichukua hivyo hivi, umeona. Kwa hiyo utaichukua hii, utaiweka hapa juu kwenye block ya pili kutoka, yani ya kwanza kutoka juu. Naona hapa nikitoa hivi, utaona hapo ipo tumeweka block moja ya kwanza, kwa hiyo yenyewe itakuwa ya pili. Kwa hiyo hapa ndo naanza kuweka user interface. Kwa hiyo zingine zote zitakafuata utazipanga hapo, umeona, zitakuwa zinafuatana. Yes, ndio nataka kumaanisha hicho. Sasa hapa utabonyeza ile tundu hapa andika view, utachagua linear hii tuliyoipa jina kwamba hii ni background. Nafikiri unaikumbuka jana tulizungumzia hapo. Hii linear ndio ile iliyobeba nani zile list zetu, yani hiyo linear ndio iliyobeba hichi kipengele kizima hapo, umeona, ndio iliyobeba hichi kipengele hichi, umeona. Sasa hichi kipengele ndio tunataka sisi tukipe muonekano, umeona, hivi hichi kipengele hichi ndio hiyo linear imeandikwa background, umeona. Sasa hapa tutasema tuipe kona, kona radius tuseme labda iwe na kona ya 8, stroke tuipe ya 2. Sasa ninavyozungumzia stroke bwana, nasema stroke tuipe namba 2. Sasa ninavyozungumzia stroke ni kama tuchukulie ni chole tena hapa hivi. Sasa unaona hapa hichi kimstari hichi utaona kina ukubwa fulani, umeona. Sasa huu ukubwa wa huu mstari ndo unaitwa stroke, umeona, unaitwa stroke. Sasa ukubwa unaweza ukaupunguza au ukauongeza jinsi unavyotaka wewe, umeona. Ukubwa unasema upana, sijui, yes, wa chiki mstari. Kwa hiyo unaweza kakifanya kikaa kidogo kama nyuzi ya kushonea nguo, lakini hapa unaona kinaonekana kikubwa. Hii ndio naita stroke. Kwa hiyo kija hapa kwenye sketch yako tumeipa stroke hiyo ya 2. Alafu color baki hii stroke color tuipe red kama tulivyokuwa tumechora pale, tuipe red, umeona, tuipe red color, umeona, tuipe hivi red, umeona. Kama una rangi zako wewe mwenyewe unaweza kaweka rangi zako, umeona. Hapa juu kuna sehemu ya kuandika color code zile, kwa hiyo kama una color code zako mwenyewe unaweza kaweka za kwako, yes. Kwa hiyo lazima uweke nilivyoweka mimi, umeona. Sasa background color nilisema tuache vile vile, kwa hiyo hapa mimi nitaweka tu ile transparent. Kwa hiyo tabonyeza hapa kuandika transparent, kuacha vile vile, umeona. Kwa hiyo sasa tutachukua laini nyingine. Sasa mimi sipendagi kuwa na kuja hapa kuchukua hivi niweke hapa, umeona. Nachopendaga, sipendagi kuanza mwanzo. Nachopendaga mimi natoa na shusha, mfano hapa naichukua hii block na copy naiweka hapa, umeona, alafu nabadilishia tu hapa. Sasa hapa nataka hiyo tumeiweka hapo, nataka tu design hichi kitu hapa, hii sehemu hii tulisema hii ni button, kwa hiyo mtu anaweza kaikopi hiyo kodi.
Sasa na yenyewe inabidi tuitengenezee ka formula fulani hapa kaonekanike kwamba sasa mtu anaweza kaingia akakopi. Umeona? Kwa hiyo utakuja utabonyeza hapo kwenye view, tuliipa jina ile button kwamba ni copy button, utaiona hii hapa. Utaichagua hiyo copy button, utabonyeza select. Alafu kona, umeona kona hii tunaweza tukaipata 10, kawe kamduara sana kidogo. Umeona? Alafu kuna stroke tunaweza tukaacha hivyo hivyo 2, alafu stroke color nataka tuweke green. Umeona? Alafu background color tuache hivyo hivyo. Sasa hapa tulani kwanza, tulani ili uone muundo wa app yako jinsi sasa hivi utakavyokuwa. Unaona hapo inamalizia. Utabonyeza update, utabonyeza install. Kutengeneza hii hapo unaweza kuwa unatengeneza huko offline, lakini kwenye kuifungua kama unatumia database inatakiwa umewasha data, kwa sababu inatakiwa ivute taarifa kutoka kwenye database. Kwa hiyo unapokuwa unatengeneza unaweza kuzima data kama simu yako itakuwa nzito. Kwa hiyo hapo utaifungua hapo. Unaona? Utaona imevyokuwa save. Unaona ilivyo. Sasa ile stroke naona 2 imekuwa kadogo fulani hivi. Unaona? Hapo utaona zile tarehe nini zimesogea katikati. Unaona? Kwa hiyo sasa hapa tunaweza tukasema tuipe labda na nani, tuipe, utaona hizi button zimekuwa kubwa mno. Hizi button za kukopi zimekuwa kubwa mno. Alafu hizi kadi, tatizo mimi sijuagi nani masuala ya kara kudareki. Kwa hiyo hapa mtapendekeza tutumie rangi zipi. Sasa hapa nataka tuitengenezee na hii tarehe hapa. Tarehe na yenyewe kae kwenye kabox, lakini kae kaduara kushinda hizi zingine. Pia na hii ya button inabidi ipungue, kae ka button kadogo tu. Unaona? Kae ka button kadogo, hiyo button kubwa. Alafu hii nani, hii stroke tuliyoweka hapa 2 ni ndogo, tuweke hata 3 hivi 5, inakuwa unyama zaidi. Alafu kona tu hapo tuliweka ngapi, tuiongezee kidogo, tuache hivyo, ndio imekaa unyama. Ngoja tu nani tubadilishe tu hapa kwenye nani. Unaona? Kwa hapa tuseme hii button tuliwekea kona, tuliwekea ya 10, ndio maana unaona ni tofauti na hii kidogo. Alafu stroke tukaweka 2. Sasa stroke hapo tubadili, hapa tuweke 5, alafu hapo ibaki hivyo hivyo 2. Umeona? Alafu kala zibaki hivyo hivyo. Alafu tuje kwenye nani hapa, tuje kwenye hichi kipande cha tarehe, tashusha, takopi, taweka hapa, itarudisha. Sasa hichi kipande cha tarehe, hii nani yake bwana, sikuipa jina, kwa hiyo itabidi nirudi kuja kuicheki huku. Hii line inabeba tarehe ni line namba 2. Unaona? Au hii text view 1 ndo tuipe nini, tuipe hiyo
kona. Alafu na hapa kwenye karakodi hiyo button bwana, hiyo button hiyo tufanye kama tunaipunguzia padding, imekuwa kubwa mno. Padding hapa. Ona padding bwana, hapa tuweke hata ngapi? 2 tu. Tuweke 2, alafu iwe gravity. Taona hiyo button hapo, copy button gravity. Natafuta gravity hapa, tuweke center horizontal, center vertical, ili text ikae katikati hapa. Unaona, lakini button bado kama inaonekana kubwa. Padding bwana, ya tunashusha hadi 1. Kile itakuwa sababu ya hii hapa. Pia padding top 1, bottom 1. Unaona hiyo hivyo, hapo itakuwa angalau kidogo. Alafu tuangalie kingine cha kupunguza hapa. Padding tuweke 2 hapa na hapa 2. Gravity tuweke center horizontal na hapa center. Tukiweka center horizontal, hiyo itakimbilia katikati. Kwa hiyo tuache tu ka center horizontal itafana. Tuache ikae hapa center vertical, lakini ikae mwisho huko. Alafu pengine pa kupunguza ni hapa padding. Hapa tutoe 8 tuweke 2. Unaona, utaona kamepungua tena. Yes, yani haya makadi yasiwe makubwa. Unaona yamekuwa makubwa, yameachana tu nafasi hapo humu katikati zisizokuwa na msingi. Kwa jikuta kitu kidogo kimechukua nafasi nyingi, kitu ambacho hakitakiwi. Kwa baada ya hapo, nimesema hiyo hapo linear number, hii text view imeandikwa date, ndio tuipe nani hapa. Tuna designia nani background hapa. Hii text view ya kodi tarehe hapa. Umeona, tutaipa set corner iwe 10 na ngapi? Iwe 10 hivyo. Alafu stroke bwana, hapa tutasema tuipe 0. Umeona, ila yenyewe tuipe background color. Umeona, tuipe background color hata ambayo itaendana na text. Zile text color ni nyeusi, kwa background color inabidi tuipe ambayo itaendana na nyeusi. Sasa hapo ndo sielewagi hapo. Ngoja niipe nani, niipe green. Sisi wengine tuna nani na matatizo ya rangi bwana. Ona, tuinstall. Sasa hapa hapo yetu utaiona itakuwa na utofauti fulani hivi.
na hivyo ndo unavyotengeneza ile user interface yako. Ni simple ukiwa umeshakalili vipengele vya muhimu. Update hapa, utabonyeza open. Yes, utaona hapo imepungua kidogo, lakini bwana maandishi nilikuwa najua ni meusi, kumbe ni meupe. Hapo maandishi meupe hayaendani na hiyo rangi tuliyoiweka hii. Unaona hayaonekani. Unaona hayaonekani. Kwa hiyo hapo maandishi inabidi sijui tuweke rangi. Maandishi tabadilisha rangi ya meusi. Utakuja hapa maandishi haya, utakuja hapa kuandika text color, utaangalia hapa. Hapa text color hapa, utaona hapo, utachagua hii black. Sasa bwana, hii hapa ina nani, ina detect, nadhani ina detect nani simu yangu. Just save kwanza tuone hapa. Tuone hapo, rahisi naangalia simu imesetiwa vipi. So hapa imebadilika. Kwa ipo hivyo hapo kwenye nani, kwenye color unaweza ukabadilisha background ukapata background ambayo itaendana na hiyo sehemu hapo. Mfano tuangalie background color ambayo itameji kwenye, ukiwa umewasha dark kwenye simu yako au light. Umeona, kama umewasha dark au light, nafikiri rangi angalia itakayoendana fresh. Nafikiri itaendana. Update. Siku nyingine bwana, tukimaliza kujifunza jinsi ya kuweka hizi data, kuzifuta, kuziupdate nini, itabidi tu download app ambayo tayari ina user interface nzuri huko Play Store, alafu ndo tuje tuibadilishe hii kwa muonekano ule ambao tutaupata kwenye hiyo app tutakayo download. Ndio itakuwa rahisi kuelewa labda kwako jinsi gani unavyoweza kudesign. Umeona, mimi hapa naunda tu kutoka kichwani, mimi sielewagi nani user interface. Unaona hapa hii rangi ndio imeendana, kwa hiyo maandishi yanaonekana. Umeona, sasa kwenye nani, kwenye sehemu isikuchanganya, nikwambia tulikosea ile juzi. Hii sehemu naandika hapa, unaona hapa imeandika both team to score na hii ya GG. Hizi ilikuwa inatakiwa zikae hapa hivi, alafu hizi hapa hizi ndo zije zikae huku. Umeona,
kama hii imevokaa hapa, umeona. Ndio iko ndekeza hivi, sema tu ijichanganya kwenye admin pale. Kwa nafikiri hadi hapa utakuwa ishaelewa jinsi ya kunani ya kuseti hiyo user interface. Pia unaweza kubadilisha hii rangi hapa, tuchukulie labda tu seti hii rangi ya background inasemea, chukulie labda hapa kwenye hii sehemu ya background, hii block ambayo ndio tunasetia background, utakuja hapa block hii hapa block ya pili kutoka ya kwanza, umeona. Block ya pili hiyo imeandikwa view background. Utakuja hapa tulipoweka transparent hapa, utaweka rangi unayotaka. Mfano utakuja kutafuta rangi nyingine hapa ambayo labda itaendana nyeusi na nani, ambayo itakaa pote. Ukaweka nyeupe ikae, ukaweka nani ikae, tuweke hii blue. Hapo taran install, utaifungua hiyo hapo. Save hapa. Ona bwana, hapa ameifungua lakini haionyeshi kitu. Ona haionyeshi kitu. Nafikiri hii sketch anaitumia na majanga Sasa hapa kuja turudishe vile hapa, tutaendelea kwa ile sketch nyingine na ile download leo ndio tutaendelea nayo. Hii nataka niachane nayo sketch yenyewe hii jao hii hapa, ilikuwa nataka ibadilike rangi lakini yenyewe imegoma. Kwa hiyo hapa inataka kubakiza vile transparent, load hivyo ndio itakubali. Utaisubiri malize, utaupdate hapo. Unaona pale unaweza kubadilisha rangi, lakini hakikisha utumie sketch kama hii ninaitumia mimi hapa. Hii sketch ya wana waliweka inafanya auto, unaona unaona wana hii shida, sidhani kama ni sketch hapa, na hisi bando imesepa hii. Ngoja nani si bando limekata, ndio maana data zitakotokea. No. Sasa tubadilishe, bando lilikuwa imeisha isedu, nikajua sketch hiyo imezingua hii. Mitandao ya mchongo kabisa. Umeona sasa, turudishe ile rangi hapa. Sijui nilikuwa nimeweka rangi gani. Je, niangalie tu nyingine hapa. Je, niweke tu hata hii hapa. Tu save. Bando lilienda na maji. Naona kwa hiyo
unaweza kubadilisha rangi ile ya background ukatoa ile transparent. Ile transparent inakuwa inaangalia system yako ya simu umeseti vipi. Unaona, sasa kama wewe hutaki hicho kitu na unabadilisha, unaweka rangi unayotaka wewe. Mfano kama ndio hivyo tumebadilisha, lakini hii hapo hiyo system ya kuangalia kwamba kwenye simu yako umeseti nini ni baadhi ya sketchware. Umeona, baadhi ya sketchware ndio zina nini system, lakini sketchware nyingine haikuletea hicho kitu. Kwa ukifungua wana hapa, umeona utaona rangi imebadilika. Tatizo ndio hivyo, mimi sijui kupangilia rangi, kwa hiyo ndio ipo hivyo. Kwa hiyo ukiangalia hapo utaona ja tubadilishe rangi ya simu hapa, nani hapa iwe nyeupe. Save hii project, maana hapa turudi tena hapa, ndo tumeshamalizia. Umeona, utaona imekaa hivi. Kwa hiyo bwana, hivi ndo unaweza kupangilia muonekano wa app yako, na nakushauri sketchware ambayo unatakiwa uitumie sio hii nimeyoitumia hapa. Hii inaitwa Sketchware Full. Usitumie hii, download Sketchware Pro. Download Sketchware Pro la Test Vision, unaipata kwenye website yao. Umeona, kwenye website yao wameandika search kwenye Chrome Sketchware. Pale kwenye nani, kwenye WhatsApp channel nimeshare pale, utasoma post au utaingia kwenye description pale, utaona kuna link ya group. Ingia kwenye group pale, utaomba nani Sketchware, utatumiwa. Sasa ingia kwenye unaweza ukaingia moja kwa moja download kwenye website yao, unaandika tu hapo Sketchware. Kuna nimeshaikosea. Yes, Sketchware Mona .pro, unaandika .pro hivi. Ukiingia hapo utaona hiyo Sketchware, utaona material. Ngoja tuingie kabisa, utafungua Chrome, utasearch hapa Sketchware hivi .pro, utafungua. Umeona hapa utakuta kuna material. Kama unafahamu English unaweza ukasoma, ni ya kusoma. Umeona, utasoma, utakuwa unaangalia jinsi ya nani ya kutumia Sketchware nini kila kitu. Umeona, utaka download, utakuja hapa kwenye hiyo menu, utakuja hapa kwenye download. Umeona, kwenye download chagua hapa kwenye download hii. Unaona, utachagua hapo, lakini kuna hii hapa, hii pia ni Sketchware hii hapa wamepoandika Nightly. Hii hapa kwa zipo mbili tofauti, kuna hii. Umeona, naona watakuwa wameifuta, ndio maana imeandikwa not found. Umeona, yes, unaweza ka download kwenye GitHub. Hii hapa link ya kudownload. Kwa hii achana nayo, wewe download hapa, bonyeza hapa kwenye download hapa. Umeona, utaona hapa ina download, kwa ndo tumia hiyo. Umeona, mimi tayari nimesha download, ndio ile nilikuwa na kuonyesha pale. Kwa ndo tutaanza kuitumia hii hapa, ndo nile download ambao muundo wake upo kama huu. Unaona hapo kuna hizo picha zinazotembea hapa, ipo hivi. Unaona,
kawepo hivi.